Wengine mko mahali hapa mnaogopa kushuhudia habari za Yesu Kristo, eti watanionaje, watanichukuliaje? Mimi sionei haya Injili. Nitahubiri habari za Yesu mpaka siku naondoka hapa duniani. Nitahubiri habari za Yesu Kristo, sitaionea haya Injili. Wewe utakavyonichukulia ni wewe, sawa Lakini kwa habari ya kumkiri Yesu Kristo, kutangaza habari za Yesu, nitakwambia asubuhi, mchana na jioni, wakati wa mvua na wakati wa jua, nitakwambia habari za Mwokozi Yesu Kristo. Watu kumwangalia iko hivi. Yesu akasema, akamwambia Nikodemu ya kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kumbe tunatakiwa tuzaliwe mara ya pili ili tuingie katika ufalme wa mbinguni. Angalia, maisha yetu hapa duniani ni ya kupita. Leo tupo, kesho hatupo. Leo tunapumua, kesho hatupumui. Kuna kuzaliwa mara ya pili. Mara ya ngapi? Ya pili. Unapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, Roho Mtakatifu atakuwa ni ujasiri wako. Roho Mtakatifu atakuwa ni mwalimu wako. Roho Mtakatifu atakuwa ni kiongozi wako. Roho Mtakatifu atakuwa ni ushujaa wako. Utaishi maisha ya kutokuogopa, utaishi maisha ya kuamini. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu anakuongoza. Maandiko yanasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Angalia, Mungu anahuzunika hasa pale ambapo roho yako itakapokosa imani. Angalia, utakapokuwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuongezea imani. Roho Mtakatifu atakuonesha mambo ya mafanikio. Roho Mtakatifu atakuonesha njia ya ushindi. Roho Mtakatifu atakuonesha njia ya kubarikiwa. Roho Mtakatifu, maandiko yanasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye.